Habari za mchana. Mimi naitwa Elizabeth, ni katibu wa wilaya ya Ilala. Mimi nilifika mahakama ya Kisutu kwa ajili ya kusikiliza kesi ya Mheshimiwa Lissu leo saa 2:30 asubuhi, na nikakuta askari wako wengi pamoja na askari mmoja ambaye alikuwa na nguo za kiraia, amevaa suti ya blue. Yule dada akaniambia unaenda wapi? Nikamwambia naenda mahakamani. Akaniambia kesi, unaenda kwenye kesi gani? Nikamtajia ni kesi ya Mheshimiwa Lissu. Akaniuliza wewe ni nani? Nikajitambulisha jina langu na cheo changu. Akaniambia kesi ni saa ngapi? Nikamwambia ni saa 3. Kwa hiyo akaniambia ondoka hapa uje saa 3. Nikamwambia lakini kuna sehemu ya kusubiri watu kesi. Akaniambia tumesema tucheki na mtu. Ondoka hapa, kama utarudi baadaye. Nikamwambia okay sawa, naondoka lakini nitarudi saa 3. Kwa wakati nimegeuka ninaondoka ili nivuke barabara niende nikatafute sehemu ya kukaa ili nirudi saa 3, akasema nikamsikia anasema nyumba yangu kwamba mbona mnamwacha anaondoka huyu? Mnamwacha tu anaondoka hivi hivi. Kwa hiyo likatokea kundi la maaskari wengi sana wanawake, wakanivaa pale, wakaniambia twende huku, wakawa wanataka kunipeleka nyuma ya ule ukuta wa Kisutu. Kwa hiyo tukaanza kubishana hapo. Wakati tumeanza kubishana walikuwa ni wengi sana. Kwa hiyo wengine wakawa wananivuta miguu, wengine mikono, wengine wananivuta nguo, wakanivua t-shirt, wakaniambia nyesi mnajifanya ni makamanda leo utakiona cha moto. Kwa hiyo wakawa wananigaragaza pale chini. Mwingine akavua ile kofia yake, akawa ananikaba nayo huko, yani kama ananishindilia chini. Kwa hiyo anapiga kelele naomba msaada, na kulikuwa kuna watu wengine wachache sana ambao walikuwa ile eneo, ambao nilimtambua mzee Haule, nilikuwa naangalia na wengine, lakini nikamuona mkaka mmoja ambaye alikuwa anakuja huko ambako nipo, sikumtambua, niliona miguu yake kwa sababu nilikuwa niko chini, nimelazwa chini. Kwa hiyo nilimuona miguu yake akiwa anakuja, anasema kwa nini mnafanya hivyo? Baadaye nikasikia sauti ya yule dada tena akisema piga huyo, piga rungu la kichwa. Yaani nikamsikia kabisa akiwa anasema. Na akasema achilia mbwa. Kwa nikiwa pale chini nilikuwa nasikia akiwa anatoa hayo maelekezo. Baadaye wakawa wameniburuza, wanataka kuniingiza ndani ya mahakama. Wamenibeba wananiburuza, lakini wakawa wanashindwa nadhani kwa sababu ya mwili. Kwa wakawa wameniishia katikati ya geti. Miguu iko ndani, kichwa kiko nje. Wakaambiwa mzingireni huyo watu wasione kama yuko hapo. Kwa hiyo wakawa wamenizingira askari wengi sana ili watu wasijue kama niko pale. Lakini nikawa namsikia askari wa kiume ambaye alikuwa amevaa kaunda suti ya blue. Akawa anasema leteni ambulance, anatoka damu nyingi sana. Atatufia hapa. Mara ya kwanza, baadaye tena akasema hiyo ambulance mbona haiji? Mnataka huyu mtu atufie hapa. Kwa hiyo nilikuwa nasikia hizo kelele hapa. Kwa hiyo kama amefariki kwa sababu amepigiwa pale. Asante, pole sana.